jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele, uzima wa milele uliondolewa Edeni kwa sababu ya dhambi jamani. Kwa hiyo ilibidi Yesu akubali kusulubiwa ili aurejeshe ule uzima wa milele. Jamani, haleluya. Ni zawadi ya Mungu tu inayokuja kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa mujibu wa kitabu cha Warumi sura ya 6:23, Biblia inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu, manake karama ya Mungu ni zawadi ya Mungu. Karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo uzima wa milele ni zawadi inayotolewa na Mungu kwa kila mtu anayemwamini Yesu. Zawadi hii inatolewa tu kwa yule amwaminie Yesu na kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, manake haitolewi kwa kila mtu. Sijui kama kuna mtu ananielewa mahali hapa. Tuko pamoja? Kwa hiyo zawadi hii ni kinyume cha kifo. Ni kinyume cha kifo kinachotokana na dhambi. Zawadi hii inatolewa tu kwa yule amwaminie Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anapewa hiyo zawadi. Karama ya Mungu ni uzima wa nini? Wa milele katika Kristo Yesu. Mshahara wa dhambi ni mauti, manake tulistahili tulipwe mauti, tufe, tuangamizwe, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akamtoa mwanae wa pekee Yesu, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Zawadi hii ni kwa ajili ya wale tu wanaomwamini Yesu Kristo, ambaye yeye ndiye ufufuo na uzima. Yohana 11 sura 25. Yeye ndiye ufufuo na nini jamani? Na uzima. Kwa hiyo ukimwamini zawadi hii utapewa. Watu wote wanaomwamini Yesu na kwambia hawatakufa milele. Maana yake watakufa kifo cha mwili ambacho lazima kile kimguse kila mwenye mwili, lakini wataepuka kifo cha milele. Jehanamu ya moto haitawagusa, haitawahusu. Maana yake ndiyo hiyo jamani, haleluya. Kwa hiyo mauti ya pili haina nguvu kwa waliomwamini Yesu, haina nguvu. Hiyo ndiyo ambayo haswa inazungumziwa hapa. Oh, haleluya watu wa Mungu. Tuko pamoja? Tuko pamoja watu wa Mungu? Zawadi hii nimesema ni kwa wale tu ambao wanafanyaje? Wanamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sababu kubwa nyingine ya 4 iliyomfanya Yesu Kristo akubali kusulubiwa na kuuawa kama jambazi ni kurejesha baraka za kumiliki na kutawala dunia. Ni kurejesha baraka za kumiliki na kuitawala hii dunia ukiwa hapa duniani. Kuna baraka baada ya dhambi kufanyika iliondolewa. Baraka ya kumiliki na kutawala, baraka ya kuzaa uzao halafu kumiliki na kutawala. Kumbuka Mungu alikusudia watu waishi milele hapa duniani. Manake kama wasingetenda dhambi, mwanadamu hakuna hata mmoja angekufa hapa duniani, wala hakuna hata mmoja ambaye angeondolewa hapa duniani. Ingekuwa hapa ndipo mahali ambapo Mungu alikusudia tuishi, lakini Mungu amekusudia kuiangamiza hii dunia. Kuna siku itakunjwa kama karatasi, itachomwa. Ni kwa sababu ya dhambi ndipo mbingu nyingine mpya na nchi mpya itashuka, ili Bwana akae pamoja na watu wake wampendao. Jamani, haleluya. Kwa sababu ya 4 ni kurejesha baraka za kumiliki na kutawala zilizoondolewa pale Edeni kwa sababu ya dhambi. Mwanzo sura ile ya 1 mstari wa 28, na kitabu cha Wakorinto pia 8 mstari wa 9. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo 28 kwamba Mungu akawabariki, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe
chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu alipomuumba mwanadamu kabla ya dhambi, alimpa nguvu na neema ya kuzaa, lakini na kutawala vyote ambavyo vilikuwa vipo chini ya dunia hii. Jamani, haleluya. Lakini pia kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 8:9 Biblia inasema, maana najua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Mungu alimilikisha wanadamu